Unaweza ukawa unatamani kutengeneza hela kiasi cha milioni 10 ndani ya miezi mitatu, ndani ya siku 90. Hiki kitu kinawezekana na sio kazi ngumu wala hahitaji uwe na ujuzi, lakini unaweza ukatengeneza milioni 10 ndani ya miezi mitatu kwa kutumia simple process ambazo unaweza zikakusaidia katika kugenerate your income. Na wewe unaweza ukawa ni miongoni mwa watu ambao una shida na hela, ambayo unataka uanzishe biashara, upanue biashara yako au uanzishe maisha yako na upya. Sasa video hii ni muhimu kwa ajili yako. Tutaenda kuangalia hatua kwa hatua na namna ambayo tunaweza tukatengeneza milioni 10 ndani ya siku 90. Kabla ya kutengeneza milioni 10 ndani ya hizo siku 90, lazima tujue mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, ili uweze kupata hela ni lazima ufanye biashara yoyote au ufanye kitu chochote, uwe na contribution yoyote. Sasa hauna mtaji wa kuanzia kufanya biashara wala hauna chochote kile wala support yoyote ya mtu wa kukusaidia kuweza kufanya hiyo biashara. Sasa leo tutaenda ku breakdown tutawezaje kufikia hilo lengo la milioni 10 ndani ya siku 90. Kama una simu, una uhakika wa bando, basi hapo ni njia sahihi ya kwenda kuanza nayo. Tutafanya kazi halali na tutafanya kazi kwa hatua ili kuweza kufikia malengo yetu. Tunajua kabisa milioni 10 haipatikani kwa kufanya kazi ndogo ndogo. So kuna kazi ambazo tunatakiwa tuzifanye ambazo zinaweza zikatujengea hiyo milioni 10 ndani ya siku 90 kama tulivyokuwa tumejiwekea. Na baada ya siku 90 tutakuwa tumejijenga kwenye njia mbili tofauti. Kwanza, tumejifunza biashara ambayo imetusaidia kuweza kufikia lengo letu, lakini cha pili, tumepata ile lengo ambalo tulikuwa tunalitegemea. Tunaweza tukapata zaidi, na tusipoweka juhudi tunaweza tukapata pungufu. Kwa lazima tujue ni njia gani tutaenda kuzitumia ili kuweza kufikia kwenye lile lengo letu. Hatua ya kwanza ya muhimu ambayo tutaenda kuchukua, kwanza kabisa ni kubadilisha namna ya kufikiri. Tutabadilisha mazingira yetu, watu wanaotuzunguka, tutabadilisha mawazo yetu na maono yetu na kujiwekea malengo au maono ya kuwa kwamba tunaweza kufanya chochote kile na tunaweza tukapata hela yoyote ambayo tunaitaka. Kupata milioni 10 ndani ya siku 90 itahitaji tutengeneze milioni 3,333,000 ambayo ni almost milioni 3,34,000 kwa kila mwezi, ambayo ni sawa na 1,11,111 ambao approximate ni kama 1,112,000 kila siku. Kwa hiyo sasa, ili tuweze kufikia hayo malengo ambayo tumejiwekea, ni lazima tubadilishe mindset yetu, lakini pia tubadilishe na mazingira. Tutakata wale watu ambao wanatupigia simu kutupigisha stories zisizo na msingi, tutaweka pembeni ili tuweze kufocus na kitu kipya. Lakini pia tutajifunza vitu vipya kutoka sehemu tofauti na kujua waliofanikiwa wanatumia njia gani. Lakini kitu kingine ni kwamba tunaenda kupunguza vitu vya msingi ambavyo tumeviweka kwenye maisha yetu kama ni sehemu ya maisha yetu, mfano kuangalia mpira, movie, muziki na starehe ambazo hazina impact yote kwenye maisha yetu. Tutaenda kuzipumzisha kwa muda ili tuweze kufikia lengo husika. Kwa hivyo ni vitu vya kuzingatia kwanza kabisa kabla ya kufanya kitu chochote. We fix our mindset, na tunauambia ubongo wetu kwamba chochote tunachokifanya tunaweza na kinaweza kikatupa matokeo zaidi ya yale ambayo tumetegemea. Jambo la pili ambalo tunaenda kuzingatia ili tuweze kufika kwenye njia ambayo tunaelekea, jambo la pili ni kuchagua kazi za kufanya. Tunatakiwa tuwe na kazi ambayo tunaweza tukamcharge mtu 300,000, 400,000, 500,000 kwa mwezi. Ina maana tukipata mtu mmoja wa kumcharge shilingi 500,000
kwa mwezi, na kila mwezi tukapata watu watatu, ina maana kwa mwezi mmoja tunakuwa tumepata 1,105,000. Sasa tukijitahidi kwa miezi mitatu, kila mwezi tupate mtu wa kutuingizia kiasi fulani cha hela. Ina maana sasa, ili tufikie lengo la milioni 10, tufanye kazi ambayo itatuingizia labda 300,000 kwa kila au 400,000 kwa kila mteja. Kwa hiyo tunachoangalia, kama tukipata wateja 10 wa 500,000 kwa mwezi mmoja, ina maana hiyo ni milioni 5 kwa huo mwezi, na kwa mwezi unaofuata itakuwa milioni 5 ambayo inakuwa ni milioni 10, na mwezi unaofuata inakuwa ni milioni 5 ambayo tunaweza tukamaliza na total amount ya milioni 15. Usijali, nitaenda kuelekeza namna ambayo tunaweza tukawapata hao watu step by step. Sasa tushajua kwamba tunahitaji tupate watu watakaolipa hiyo hela kubwa, na hao watu ambao watalipa hiyo hela kubwa tunawapataje? Tunaanza na kujifunza ujuzi. Tutajifunza ujuzi mchache. Kwanza tutajifunza graphic design, tutajifunza website development, tutajifunza ujuzi kama social media marketing, tutajifunza social media management, running Google Ads na running of Facebook Ads, pamoja na kufanya teaching kwa vile vitu ambavyo tunavijua. Baada ya hapo, tukishachagua skills moja kati ya hizo ambazo tumezitaja, tutatakiwa kujifunza. Najua unaweza ukawa hujui, lakini tutaanza kujifunza kidogo kidogo, skill moja moja. Kwa utachagua skill yoyote, utajifunza. Hautakiwi kuwa master wa kila kitu, don't master anything. Jua basics ambayo utaanza kuitumia, na utaendelea kujifunza kidogo kidogo. Unajifunza kidogo kidogo kadri siku zinavyozidi kwenda. Hapa kuna njia 3 ambazo tunaweza tukazifanya. Kwanza kabisa ni kujifunza digital skills, ambayo hiyo ita include digital marketing, tutafanya networking, tutafanya issue kama graphic design, web development, video editing, learning social arts na etc. Na baada hapo, njia nyingine ambayo tunaweza tukatumia freelancing, yani tukawa self employed au self company ambayo ina run itself, na tunachotakiwa kukifanya kuanzia hapo, tunatakiwa tujue tunaenda ku approach watu gani. International clients ambao mostly ndio wanalipa kwa hela kubwa. Kwa hiyo international client tunaweza tukafanya kazi kama copywriting, translations, na unaweza ukafanya kazi kama za digital skills zote ambazo umejifunza ukazifanya kama freelancer. Njia ya 3 ni kwa kutumia trade. Mfano, unaweza ukafanya Bitcoin trade, ukafanya forex trading, unaweza ukafanya reselling ya trending products na ukaresell kwenye market bila changamoto yoyote. Kwa hizo ndio njia 3 ambazo tunaweza tukazitumia, na sisi inabidi tuchague njia moja ili uweze kuitumia kwenda kufikia malengo yako. Baada ya kuchagua kitu ambacho unataka kukifanya ili uweze kufikia lile lengo ambalo umekuwa umejiwekea, sasa kinachofuata ni kujifunza huo ujuzi kwa kina. Na kujifunza almost tutachukua siku 7 au siku 6. Kwa nini tunatakiwa tujifunze? Tunatakiwa tujifunze kwa sababu either hatujui chochote au tunajua kidogo. Kwa hiyo inabidi tujifunze, tujue kidogo kidogo. Kama una ujuzi inakuwa ni jambo jema, lakini kama hauna inakuwa ujifunze ndani ya siku 7. Zikizidi sana basi siku 14, na kisha tuingie kazini. Na vitu vya kwenda kujifunza, kwanza tutajifunza skill ambayo tumechagua, ambayo mfano ni copywriting. Tumejifunza labda umechagua labda ufanye graphic, umechagua kufanya website development, na kama umechagua kwenye website development basi jifunze no code website kama WordPress, namna ya kuset, namna ya kutengeneza website na namna ya kuimanage. Baada ya hapo, skill nyingine tutajifunza marketing na tutajifunza sales.
ambayo hizo skills zote sio complicated, utajifunza ndani ya siku 14, kwa sababu marketing unaweza ukajifunza kwa risali moja au masaa mawili matatu ukajua basic ya marketing. Sales unaweza ukajifunza ndani ya masaa mawili au matatu ukajua basic, ukajifunza pia speaking na negotiation ambayo inaweza ikachukua masaa matatu mpaka mawili kujifunza. Kwa hiyo ina maana hizo skills tatu unaweza ukajifunza ndani ya siku moja na ukaanza kuimplement siku hiyo hiyo. Na kujifunza web development kwa kutumia WordPress unaweza ukajifunza ndani ya siku moja hadi siku mbili, lakini kama upo haraka kuelewa vitu unaweza ukajifunza ndani ya masaa 6 na ukaelewa moja kwa moja. Na kitu kingine cha kuzingatia ni kama umechagua trading. Kama umechagua kufanya trading, lazima ujue kwamba there is a risk you have to take. Huwezi ukachagua trade na ukapata matokeo ambayo unayataka kama beginner, na kwa sababu tunaenda kwa ajili ya siku 90, kama beginner ni ngumu sana kufanikiwa kwenye trade, kwa sababu ile ni high volatility na inahitaji high risk, na pengine unahitaji kuwa na hela ya kutosha. So unaweza ukachagua, kama umechagua kufanya trading kama forex na nini, make sure una skills za kutosha ambazo zinaweza zikakusaidia kuweza kujisogeza au kujisukuma kwenda kwenye sehemu ambayo umepanga kufika. Jambo la tatu ambalo tunaenda kuzingatia ni namna ya kujiposition. Ili uweze kufanikiwa na kutengeneza hela, lazima ujue ni namna gani ambayo unaenda kujiposition. Tumejifunza skills ndani ya siku 14, kwa kinachotakiwa kufata ni namna ya kujiposition kwenye soko. Najua kabisa ili tuweze kufikia lengo letu, lazima tujue namna gani tunaenda kuingia sokoni na vitu gani ambavyo soko linahitaji na sisi tunaweza tukaviweka. Kwa hiyo tutaangalia mambo machache ya namna ya kujiposition katika soko husika. Kwanza kabisa, ili uweze kuingia kwenye soko husika, lazima uangalie watu wako. Watu ambao wanalipa au wanafanya kazi zenye malipo makubwa, wengi wao wanakuwa ni kampuni au wengi wao wanakuwa ni matajiri au wanaweza kawa ni watu maarufu. Kwa hiyo sasa, ili tuwafikie hao watu, lazima kwanza tutengeneze professional profile. Tutatengeneza professional profile yetu ya Instagram, tutatengeneza professional profile maybe TikTok, then LinkedIn, tutatengeneza account kwenye Jamii Forums, lakini na Quora Digest. Kama itawezekana, unaweza ukapata na pia website yako kwa ajili ya positioning. Jambo nyingine ni kujiweka kwenye Google Maps. Hizi zote ambazo nimezilist nitatengeneza video ku explain namna ya kuset hizo vitu na kila kitu kitakuwa kimekaa poa. Sasa hapo tunajiposition. Kwanza tumesema ni hivyo vitu, lakini pia namna ya kuzungumza, inabidi tuzungumze kama wateja walivyozoea kusikia. Tutumie lugha ya mteja. Pia muonekano wetu tunaweza tukaweka standard ili mtu akiona mtu fulani anajua ni mtu fulani. Kingine ni profile picture. Profile picture yako unayoweka, make sure inakuwa common kwenye platform zote unazotumia, kuanzia WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn na sehemu nyingine zote ambazo umeamua kwenda kutengeneza account yako. Why? Ili usiweke dot. Hata username, make sure unatumia username moja ili uweze kufanyaje, uweze kurank haya na uweze kugenerate trust. Kwa mfano, natumia xlazarus online. Kwa hiyo nikisema nitumie sehemu nyingine xlazarus, sehemu nyingine nitumie developer, sehemu nyingine nitumie Mr Online, na kuwa sijafikia lile lengo ambalo nimejiwekea, na mtu naweza nikamchanganya. Kama nitashindwa kuwa na jina moja sehemu zote, basi naweza nikabadilisha herufi moja, nikaitoa herufi moja lakini jina likabaki vile vile, username ikabaki vile vile, ila name ikawa ni moja, kwa sababu name unaweza ukaandika jina lolote, lakini username au user handle inaweza ikabadilika kutokana na platform. Kwa hiyo kama natumia xlazarus
Sehemu nyingine naweza nikatumia is Lazarus ambayo ni ile ile na profile picture ni ile ile. Kwa hiyo nikitumia it's Lazarus online au it's Lazarus online inakuwa ni poa, lakini kwenye upande wa name nitatumia jina hilo hilo moja kama it's Lazarus online /web developer /creator, kwamba mtu anajua kabisa huyu ni web developer anaitwa it's Lazarus online, ni web developer lakini pia ni creator. Kwa hiyo mtu anakuwa hana doubt ya kukupa kazi husika. Hiyo ni jambo la kwanza. Baada ya kuwa tumejiposition, sasa inabidi tuingie kwanza kwa tafuta wateja process by process. Kwanza kabisa tunaweza tukatumia emails, tutakuwa tunawatumia emails, tunawatumia message kwenye Instagram, kwenye simu zao bila kuchoka. Tunawapigia simu, namba zao tunaweza tukazipata kwenye hizo social media. Kwa mfano Instagram, ukienda kwenye account ya mtu ambaye unataka kufanya naye kazi, ukifika pale kuna namba za simu anaweka, unampigia, au unaweza ukapata namba kupitia Google Maps, unaweza ukapata namba pia kupitia LinkedIn, lakini pia unakuwa unawatumia message na emails ili kuweza kupata contact zao na kuweza kuonesha bidhaa zao. Lakini pia ni kwenda kuwafuata mmoja mmoja kwenye sehemu zao za kazi kama unawafahamu, na ukienda usiende kama unaomba, ila unatakiwa uende kama unatoa authority. Jambo ambalo unatakiwa kusema ukifika, unasema mimi naitwa X, nimekuja hapa kuongea na wewe kwa sababu nimegundua kwamba kwenye biashara yako kuna mambo 1, 2, 3 hayajakaa sawa, na mimi nina uwezo wa kufanya jambo 1, 2, 3 nikakupa matokeo. Nimeangalia na nimefanya uchunguzi zangu, nimeamini kwa njia zangu naweza nikakusaidia. Watu wote ambao nimekwisha kuwafanya nao kazi nimewasaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, akiwemo mtu fulani unamtaja labda kampuni X ambayo nimesaidiana nayo, nimefanya nao kazi na ambaye naamini ni mshindani wako mkubwa sana katika soko. Kwa hiyo ukisema mshindani wako fulani, inakuwa ni rahisi yeye kukuamini na kufanya naye kazi. Kwa hiyo namna ambavyo pitch idea yako na agenda yako pia itakuwa ni muhimu sana kwenye hiyo conversation. Hapo tunakuwa tumewin our clients na understand the clients kwamba Tanzania watu wengi hawasomi emails zao. Hiyo ni major problem ya Watanzania, lakini haimaanishi kwamba hatutawatumia emails. Tutatuma emails kama kawaida licha ya kwamba hawazisomi, lakini pia tutawapigia simu na kutumia message kuonesha juhudi zetu na kuonesha kazi zetu. Jambo la 4 ambalo tunatakiwa kuzingatia ni price. Kitu cha muhimu sana cha kuzingatia ni namna tuna set price zetu. Unapoanza biashara, jua kuset price kutokana na soko, lakini pia sio kutokana na soko linalosema. Weka price sio kama mtu mwenye shida, weka price kama expert, hata kama wewe ni beginner. Kwa instead of charging 100,000 unaweza kucharge 300,000, na hii itakusaidia kupata watu maarufu, watu ambao wapo willingly kulipia hiyo gharama. Kwa ni muhimu sana kuzingatia hivyo vitu. Ukiingia pale utaweka zile details zako na utaongea na mteja, utamshawishi. Baada ya kuona details zako utamwambia na charge kiasi fulani. Kama wengine wana charge 200,000, ukisha 200,000 wao unaweza ukacharge 300,000, ukamwambia mimi ni tofauti na wengine kwa sababu mimi natoa value, naangalia wewe unachokitaka ndicho nakupa, na ninakupa kwa ufanisi na support ya hali ya juu. Kwa hiyo pricing ni very important. Unaweza ukapoteza wateja kwa kuweka low price, na unaweza ukapoteza wateja kwa kutokuwa na trust. Kwa hiyo pricing is very important consider wakati unafanya pitching ya idea yako au business yako. Jambo la 7 ni delivering of the product. Tushapata kazi na negotiate namna ya kupata hiyo hela, na tumepewa kazi, tumeshaaminiwa. Kama tumesema kazi itakamilika ndani ya siku 7,
ina maana kazi tunatakiwa tukamilishe ndani ya siku 4 mpaka siku 5. Why? Ni time delivering, tuwe fast kwenye kufanya delivery ya kile kitu ambacho tumekiombea kazi. Kwa cha msingi na cha kuzingatia, cha muhimu kabisa ni lazima tuwe tunaweka kazi zetu mapema. Kama tusisubiri deadline. Kama tumeambiwa siku 5, basi ndani ya siku 3 iwe imekamilika. Kama amesema ndani ya wiki au siku 7, basi sisi ndani ya siku 5 au siku 4 tuwe tushamaliza. Hii itatufanya tujenge trust, lakini pia tupate more clients na referrals. Baada ya kuwa tumepata wateja wa kwanza, jambo linalofuata au step ya 7, tunatakiwa to reinvest. Tunatakiwa tuinvest ile hela ambayo tumeipata ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Hapa tutainvest kwa kununua material au gadgets nzuri zinazoweza kutusaidia kuendelea kwenye kazi zetu, lakini pia tutafanya matangazo ambayo yatatusaidia kuboost awareness mbele ya wateja wetu au other prospects, na pia tutatumia kuongeza vitu ambavyo tunahisi vinaweza vika contribute kwenye kazi yetu. Tutajifunza pia zaidi ili tuendelee kujijenga zaidi ya vile ambavyo tulikuwa mwanzo, kwa sababu tulikuwa ni beginners. Kwa tunakuwa tunajijenga zaidi ili kuweza kuendana na mazingira yaliyopo. Now, jambo la mwisho ni kuhusu uhalisia. Uhalisia ni kwamba lazima tuwe tuna jitihada na kuonekana kila siku, tufanye effort kubwa ambazo zinaweza zikatupa matokeo ambayo tumekuwa tumejiwekea. Bila kuweka effort hatuwezi tukafika sehemu yoyote. Kwa hiyo jambo la msingi na jambo la muhimu, baada ya kuwa tumeweza kufikia ile lengo letu au tumeweza kufikia mahali ambapo tulitaka tuwepo, jambo la msingi baada ya kukamilisha au jambo la mwisho baada ya kukamilisha hayo yote, lazima tujue ya kwamba tusipofanya jitihada kila siku ndani ya siku 90 hatuwezi tukafikia lengo letu la kufikisha milioni 10. Sasa ili tufikie hilo lengo letu la kufikia milioni 10, lazima tuonekane kila siku, tufanye jitihada na pia tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Kuanzia tarehe 11 mwezi wa pili mpaka tarehe 12 mwezi wa 5 tutakuwa tumekamilisha siku 90. Sasa kama hatutaweka jitihada, tunaweza tukapata pungufu ya kile kitu ambacho tumekipata, na inawezekana tukaweka jitihada lakini tusipate kile kitu ambacho tumetegemea, lakini hatuwezi tukawa tumekosa vyote. Tutakuwa tumepata kiasi fulani cha fedha ambayo itakuwa imetusupport, lakini pia tumepata baadhi ya wateja ambao tumetengeneza jina, lakini pia tumejifunza skills ambazo zinaweza zikatusaidia katika siku zinazofuata. Lakini naamini ndani ya siku 90 tutakuwa tumetengeneza zaidi ya milioni 10 na tunakuwa tumepata faida na kazi tunazozifanya ni halali wala hazina kando yoyote. Kwa hiyo nikutakie uanzaji na ukamilishaji mwema wa mipango yako. Usiponifollow, usipolike page yangu unaweza usione tena. So make sure follow me, like, umesubscribe channel yetu ili kuweza kupata more details. Asante na tukutane kwenye process nyingine zinazofuata. Naenda kutengeneza tutorials mbalimbali. Kama wewe ni beginner unataka kujifunza graphic design, basi kabla ya tarehe 11 kutakuwa kuna tutorial ya graphic design pamoja na website development, lakini pia tutorial ya namna ya ku get clients. So make sure unatembelea page yangu ili uweze kuziona hizo tutorial zote na uweze kujifunza step by step ili kuweza kufikia malengo yako. Naitwa It's Lazarus Online. I am a web developer and your social mentor.